Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana, ninakusalimu kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu. Karibu sana. Leo tutakuwa na ujumbe wetu mzuri, kumtegemea Mungu pekee. Bwana Yesu apewe sifa. Kumtegemea Mungu pekee ni jambo la muhimu sana, na mtumishi wa Mungu niko hapa kukukumbusha kwa ajili ya neno hili. Karibu sana, tuendelee tukaangalie somo letu kutoka kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Mtakatifu Yesu, libarikiwe jina lako lipitalo majina yote. Asante Mfalme kwa ajili ya saa hii na wakati huu. Mungu, tunaomba neema yako ikafunike, damu yako yenye thamani Baba ikatamaraki mahali hapa, ukathibitike peke yako Mungu. Kaseme nasi Mungu, sema na watoto wako katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumtegemea Mungu peke yake. Wapendwa, kumtegemea Mungu peke yake. Ibrahimu aliamua kumtegemea Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wakati anapewa maelekezo, anaambiwa kwamba nenda kwenye nchi ambayo yeye hakuwahi kuijua, ambayo baba yake hakuwahi kuishi, lakini Ibrahimu alichukua hatua ya kumtegemea Mungu peke yake. Tazama, alikuwa hana nauli, alikuwa hana pesa, alikuwa hana chochote. Lakini nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, Ibrahimu akaenda kama Bwana alivyomwambia. Bwana apewe sifa sana. Tukisoma Warumi 4:20 mpaka 21, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu katika imani, akimtukuza Mungu, akijua ya kuwa Mungu aweza kutimiza aliyoyaahidi. Ibrahimu hakuwa na namna yoyote ile anayoielewa. Hakuwa na pesa ya kwenda nchi ambayo sio ya baba yake, nchi ambayo Mungu alimwagiza. Ibrahimu alichokifanya, aliamua kufata maelekezo ya Mungu. Alimwamini Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, nipo mahali hapa kukutia moyo. Wewe ambaye mambo yako hayajakaa vizuri, niko mahali hapa kukutia moyo. Wewe ambaye unamwamini Mungu, endelea kumwamini Mungu. Nipo hapa kukutia moyo. Wewe ambaye hujui ufanye nini mpaka saa hii, unaona mambo hayaendi, unaona mambo hayasongi, lakini ninapenda nikukumbushe, Bwana atusaidie. Hebu nenda uamue neno moja, kumwamini Mungu. Ahadi za Mungu ni za milele. Ibrahimu akakubali kwenda na Bwana, akaenda kwenye hiyo nchi, na Mungu anamuahidi kabisa, wote watakao kubariki watakuwa wamebarikiwa, na watakao kulaani watakuwa wamelaaniwa. Kitu ambacho tunajifunza mahali hapa ni kuamini tu kwamba yupo Mungu ambaye anaweza. Ni kuamini tu kwamba yupo Mungu ambaye asiyeshindwa. Ni kuamini kwamba hata kama nitapitia mahali gani ni pagumu, hata kama nitapitia misukosuko, nitapitia heka, nitapitia dharau, hata kama sina ninayemfahamu, lakini nimeamua kumwamini Mungu peke yake. Yaani mimi ninakoenda sina ninayemfahamu, nimeamua kumwamini Mungu peke yake. Ninaenda kwenye interview, sina mtu ninayemfahamu, nimeamua kumwamini Mungu peke yake. Ninafungua biashara, sina referee, sina wateja, nimeamua kumwamini Mungu peke yake. Ninasoma hii kozi, sina ninachokielewa, au sina namna ya hii kozi nitakavyoimaliza, au sina namna ya hii kozi nitakavyoilipia, lakini mimi ninamwamini Mungu peke yake. Mtumishi wa Mungu, niko mahali hapa kukuambia, muamini Mungu peke yake. Mungu peke yake hajawahi kushindwa. Mungu peke yake ni Mungu mwenye nguvu. Mungu peke yake ni Mungu asiye
asije kugeuka. Unaweza ukamwamini hata baba yako, unaweza ukamwamini hata mama yako, hata mke wako, unaweza ukawaamini wanadamu, lakini wanadamu kuna muda wanatuchoka, wanadamu kuna muda na wenyewe wanaacha na sisi kutupa ushirikiano. Bwana atusaidie. Kuna wakati wanadamu na wenyewe wanakata tamaa kama sisi tulivyokata tamaa, lakini Mungu hawezi kukukatia tamaa, lakini Mungu hawezi kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuchoka. Tena amesema yeye ni Mungu mwenye nguvu. Tena amesema ametuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo ninapenda kukuambia mtumishi wa Mungu, usiache. Bwana Yesu atusaidie sana. Usiache hata mara moja kumwamini Mungu. Amini Mungu anaweza. Mungu ndiye Mungu anayeweza. Yupo Mungu mmoja tu anayeweza, Yesu Kristo anayeweza. Bwana atusaidie. Yupo Mungu ambaye anaweza mambo yote. Haijalishi yameshindikana mara ngapi, haijalishi umeshindwa mara ngapi, haijalishi umeanguka mara ngapi, haijalishi umefilisika mara ngapi, haijalishi umefukuzwa kazi mara ngapi, haijalishi umepata aibu mara ngapi, haijalishi umelia mara ngapi, haijalishi yamekukuta mengi magumu mara ngapi, lakini mimi niko mahali hapa kukuambia rafiki yangu, endelea kusimama sehemu ile ile, endelea kusimama mahali pale pale, endelea kustiki pale pale, ukimuita Mungu mahali pale pale, ukimwamini Mungu mahali pale pale. Ibrahimu akaamua kumwamini Mungu, akaamua kumshikilia Mungu. Mungu ahadi zake ni za milele. Kupitia Ibrahimu kumwamini Mungu, Mungu akamfanya akawa baba wa mataifa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Akaamua kuwa baba wa mataifa. Lakini mimi nakutia moyo rafiki yangu, endelea kumwamini Mungu. Ninajua kuna sehemu unapitia. Unapoiangalia video hii, kuna sehemu unakumbuka. Bwana atusaidie sana. Kuna mahali umefikia ukasema hapana, nimeshindwa. Kuna mahali umefikia ukasema hapana, ile biashara mimi ninaiacha. Kuna sehemu umefikia ukasema hapana, yule mwanamke simtaki tena. Lakini nataka nikuambie mtumishi wa Mungu, endelea kumwamini Mungu, endelea kusimama pale pale. Leo ni ujumbe ambao unakuambia kwamba simama pale pale. Hata kama ile biashara imekataa kabisa, endelea kumwamini Mungu pale pale, simama pale pale. Muamini Mungu peke yake, maana Mungu unayemwamini yeye ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Ni Mungu ambaye asiyeshindwa. Bwana atusaidie sana. Ni Mungu ambaye anaweza kupasua bahari ya Shamu. Haleluya. Anapowatoa wana wa Israeli, ukisoma ile Kutoka 14, Biblia inasema mstari 14, Bwana atatupigania nasi tutanyamaza kimya. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka wanakuja, haleluya, njiani kule Farao akaamua kuwafuatilia kwa nyuma. Wanapokuja wanakutana na bahari ya Shamu, wakiangalia kushoto na kulia hakuna njia, wakawa wamesimama pale. Lakini nataka nikutie moyo mtumishi wa Mungu, Musa alimwamini Mungu, akazungumza na Mungu. Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Akasema nina fimbo. Ile fimbo Musa akanyosha, akachapa bahari, maji yakagawanyika, wana wa Israeli wakapita salama. Napenda nikuambie kwamba sisi tunaomwamini Mungu njia zetu ziko hivi. Tunapomwamini Mungu saa nyingine tunakuaga hatuna chochote. Nikuambie kabisa, hatuna tunayemfahamu, hatuna tunachokijua, hakuna namna ya kufanya. Lakini kwa sababu tunaye Mungu, tunaye Baba, tunaye Mungu mwenye nguvu, tunaye Mungu mwenye uweza, Mungu mwenyewe huwa anajitwalia utukufu. Mungu mwenyewe huwa anatenda. Mungu huwa anashangaza watu. Bwana atusaidie sana. Mungu huwa anatenda mambo makuu sana, na Mungu ametenda sana kwa watu wengi sana. Akampa Sara mtoto kwa miaka hiyo aliyokuwa nayo, mtu mzima yule. Mungu akampa Sara mtoto, akamfanyia kicheko. Biblia inasema Sara akasema, Bwana amenifanyia kicheko, kila atakayesikia atacheka na mimi. Mtumishi wa Mungu, kwa nini unapata wakati mgumu? Mtumishi wa Mungu, kwa nini unawaangalia waganga? Mtumishi wa Mungu, kwa nini unawaangalia watu? Kwa nini unaangalia vitu? Nikwambie kuanzia leo,
na kuambia mtumishi wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, muamini huyu Yesu. Amini Mungu peke yake. Kuna sehemu unaenda. Yesu atusaidie. Nimeona watu wengi, hata mimi maisha yangu, nimemwamini Mungu peke yake. Nimejifunza sana kumwamini Mungu, na ndio maana nakuambia ukimwamini Mungu inalipa sana. Ukimwamini Mungu hautakwama milele. Ukimwamini Mungu kila kitu kitakuja. Yesu atusaidie sana. Kuna watu wanadhani wakikaa wenyewe kwa akili zao wataweza. Hapana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukisoma Mithali 3:5 Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Bwana atusaidie, usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumishi wa Mungu, napenda kukuambia muamini Mungu peke yake. Muamini Mungu peke yake. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Njia za Mungu hazichunguziki rafiki yangu. Napenda nikuambie, pale ulipokwama, ule ugonjwa uliokukamata, yale maneno ulioambiwa na daktari kwamba huu ugonjwa utakuua, huwezi kupona. Umeambiwa kwamba wewe huwezi kupata ajira. Umeambiwa kwamba wewe huwezi kupata mtoto. Umeambiwa na wanadamu, lakini leo Mungu anasema kupitia kinywa cha mimi mtumishi wake, kama vile aishivyo ndivyo maisha yako yatakavyosimama, ndivyo maisha yako yatakavyokuwa na chumvi, ndivyo maisha yako yatakavyokolea, yatakavyokuwa mazuri, utakavyoinuliwa, utakavyopandishwa, utakavyopaishwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akutendee mema, Mungu akuinue, Mungu akusaidie. Ninahitaji kukuona unamwamini Mungu peke yake. Hemu achana na vitu vingine, achana na hivyo visaidizi. Hemu weka visaidizi chini, ingia mzima kwa huyu Mungu. Mungu atakutendea maajabu. Nami ninakubariki katika jina la Yesu. Ninakuambia ukawe kama baba yetu Ibrahimu alivyokuwa akimwamini Mungu. Na wewe endelea kumwamini Mungu. Hazirongazi umeshamjua Mungu, endelea kumtegemea Mungu, wala usikate tamaa, wala usirudi nyuma, wala usilie. Bwana atusaidie sana. Muda wa kulia umekwisha. 2025 tuko mwishoni, tunaingia 2026. Ni mwaka wenye ushindi, ni mwaka wenye nguvu, ni mwaka ambao utakao usahau kwenye maisha yako. Wewe kaa tu ukimungoja Bwana. Wewe tu endelea kumwamini Mungu. Amini ahadi za Mungu ni za milele. Neno la Bwana alijipingi, mtumishi wa Mungu. Nami ninakutakia kila laheri, ninakutakia uzima tele, ninakutakia nguvu na mamlaka. Mungu aendelee kukutumia mahali popote pale ulipo, kwenye kazi zako, kwenye mambo yako yote. Mungu akawe mbele katika njia zako zote, katika jina la Yesu. Biblia inasema katika Wafilipi 4:13 ya kwamba, mstari wa 13, Biblia inasema ya kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nami ninakuambia unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Endelea na kazi, endelea na kazi, endelea na maombi, endelea na masomo, endelea na kilimo, endelea kila eneo ulilosimama, endelea kumwamini Mungu. Mwambie Mungu, mimi niko hapa. Muamini Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukiendelea kumwamini Mungu, utamuona Mungu wetu asiyeshindwa, Mungu mwenye uweza. Na mimi ninasema karibu sana. Usisahau kusubscribe chaneli hii. Mungu akusaidie. Ninakuomba uendelee. Endelea. Yupo Mungu mahali hapa. Kupitia kila siku tunavyojifunza, kuna kitu utakipokea, mtumishi wa Mungu. Usiache kumuomba Mungu. Na mimi sitoacha kukuombea katika jina la Yesu. Tunaendelea kukuombea watumishi. Tunaamini Mungu yupo. Mungu atatenda, na Mungu ametenda zaidi na zaidi. Na kwenye maisha yako Mungu anaendelea kutenda. Hata hivi ninavyozungumza na wewe, kuna mambo yananyoka, kuna mambo yanakwenda, kuna mambo yanabadilika. Endelea kupokea neema ya Mungu, iendelee kukufunika katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Komenti yako niwekee amen.